akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, na wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la, Baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye katika wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wasaa huu. Maneno haya yamesikiwa masikioni mwetu. Naomba useme nasi kwa kupitia maneno haya. Ninaomba Roho Mtakatifu uliyekuwa pamoja na mwandishi wa maneno haya, naomba uwe pamoja nami tena. Unipe neema kuyafanisha vema sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu ninatiisha kila fikra mahali hapa ipate kumtii Kristo sasa. Ni katika jina lako takatifu Baba nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ninapopata heshima hii ya kuongoza ibada ya mama yetu huyu shujaa mpendwa, ambaye alimpenda Mungu sana. Alimpenda Mungu sana. Mama huyu, kama ambavyo jina lake limesema, jina lake anasema Anyedike. Anyedike maana yake Bwana amenisikia. Majina yake na jina la mama yangu yanafanana kidogo. Yeye anaitwa Anyedike, maana yake Bwana amenisikia, na mama yangu alikuwa anaitwa Alanyedek, maana yake Bwana atanisikia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya majina ni asili, ni watu ambao wanamtumaini Mungu. Haleluya. Bibi huyu, ninapopata heshima hii ya kuendesha ibada hii mbele yake, ibada hii ya mwisho ya kwake, amini ya kwetu na ya kuaga mwili wake hapa, naomba tushirikiane maneno ya Mungu yenye kichwa kinachosema ukweli kuhusu maisha ya umilele baada ya kifo. Ukweli kuhusu maisha ya umilele baada ya kifo. Tunajua ukweli mwingi. Tunajua ukweli kwamba kila mmoja amezaliwa duniani. Tunajua ukweli mwingi kwamba kila mmoja aliyezaliwa duniani atakuwa katika makuzi mbalimbali, atapambana kwenye maisha. Tunajua kanuni nyingi za kupambana na kufanikiwa kwenye maisha. Tunajua mambo mengi yanayohusiana na maisha. Hayo yote tunayajua, kila mmoja kwa kiwango chake, kwa kusoma, kwa kusikia, kwa kuona, hata kwa kuelekezwa na watu wengine. Kila mmoja anajua kweli nyingi zinazohusiana na maisha. Lakini sio hivyo tu, tunajua ukweli kwamba kila mwanamke aliyezaliwa na mwanaume aliyezaliwa siku moja atakufa. Tunajua ukweli kwamba hata mimi siku moja nitalala kama alivyolala mama yangu. Hata wewe siku moja utalala kama alivyolala mama yetu. Jamani, haleluya. Ukweli huo usiopingika, kila mmoja anajua. Jamani, haleluya. Lakini leo natamani
tujue ukweli kwamba baada ya maisha haya, je, kuna maisha mengine? Inawezekana ukawa hujui ukweli huu kwa sababu hakuna mtu ambaye ana experience, ana uzoefu wa maisha baada ya kufa. Lakini mimi nataka nikwambie yapo maisha mengine baada ya haya. Jamani, haleluya. Nataka nikuthibitishie kwamba yapo maisha mengine baada ya safari hii. Unapofika mwisho wa maisha haya, yapo maisha mengine yanaanza. Na maisha haya yanayoanza sasa yatakuwa ni maisha ya milele, yasio na mwisho. Yana mwanzo lakini yasio na mwisho. Jamani, haleluya. Natamani mchana huu leo tunapokuwa kwenye ibada hii, uondoke ukiwa umeijua kweli hii, na ikusaidie kwenye maisha yako, na ikupe nafasi ya kutambua kwamba kuna mwisho nitafika. Na nitakapofika mwisho hapa duniani, kuna mahali nitakwenda na kuanza maisha mengine. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Nitaanza maisha mengine, na maisha hayo yatakuwa ni ya milele. Halo? Amen. Halo? Amen. Wapendwa, ukweli tumekusanyika hapa tukiwa katika hali ya huzuni. Lakini pamoja na huzuni tulionayo, naomba tujifunze kweli hii ya kwamba kweli siku moja na mimi nitalala. Jamani, haleluya. Na mimi nitapumzika katika mwili huu. Lakini katika mwisho huu nitakuwa na mwanzo mwingine. Nitakuwa na mwanzo mwingine. Katika maandiko ambayo nimeyasoma, Yesu anatufundisha ukweli huu kwamba maisha baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Maisha hayo mengine yapo. Jamani, haleluya. Na mimi nataka tujifunze mchana huu leo. Kuna mambo kama 4 nataka tuende nayo tujifunze kwa kupitia maandiko haya. Mambo haya 4 yatatusaidia kujua ukweli kuhusu maisha ya kesho. Tunapoishi maisha haya kuna kusahau kwamba kuna maisha mengine. Lakini leo nitakukumbusha kwamba yapo maisha mengine. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Nina sehemu kama 4. Jambo la kwanza, naomba tutambue kwamba kuna maisha baada ya kufa. Maandiko haya ambayo nimeyasoma ya Luka sura ya 16, ukisoma mstari wa 22 na mstari wa 23, unasema maneno yafuatayo. Mstari wa 22 anasema hivi: ikawa yule masikini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Wapendwa, maneno haya yanathibitisha kwamba kila mmoja atakufa. Uwe ni tajiri utakufa, uwe masikini utakufa. Yaani kila mmoja atakufa. Huo ni ukweli usiopingika. Jamani, haleluya. Lakini mstari wa 23 anasema basi, anasema tajiri naye akazikwa. Basi kula kuzimu akayainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Mstari wa 23 anatufunulia kwamba kule kuzimu, mstari wa 23 naishia akafa, akazikwa. Alipozikwa, kama ambavyo tutafanya bibi yetu leo, tutamzika, ndivyo na utajiri naye alizikwa. Lakini alipozikwa akajikuta yupo mahali, ana uelewa wake ule ule, ana ufahamu wake ule ule, anafahamu mambo vile vile, anawatambua watu vile vile. Alipokuwa huko alikokuwa, akafumbua macho, akatazama, akamuona mtu mahali pengine, ngambo nyingine. Akamtambua alikuwa ni baba Ibrahimu. Lakini kifuani mwake anamuona mtu mwingine, anasema yule namfahamu, ni Lazaro. Jamani, haleluya. Kumbe baada ya maisha haya wa ukweli tutakuwa na ufahamu ule ule, tutakuwa na utambuzi ule ule, tutakuwa na hisia zile zile. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Naomba tujifunze kitu. Jambo la kwanza kwamba kila mtu atakufa, hata mimi nitakufa. Jamani, haleluya. Masikini au tajiri, wote tutakufa. Kwa mazingira yako, kwa wakati wako. Hata kama umeugua mara nyingi ukapona,
ni kwa neema ya Mungu anakusindikiza. Jamani, haleluya. Kuna mambo Mungu anataka uyatimize. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini siku moja utakufa. Haleluya. Yesu alifufua watu wengi. Nataka nikwambie hata wale waliofufuliwa na Yesu hawapo tena, nao walikufa. Halo. Umenusurika mara nyingi ajali. Sio kama utanusurika kila mahali. Siku moja utakufa. Halo. Kila mmoja atakufa. Amina watu wa Mungu. Lakini baada ya kufa kuna maisha mengine. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu, Biblia inatuambia anafumbua macho, anaona kuna watu baada ya kuzikwa. Kumbe utakuwa na ufahamu wako. Mpendwa, baada ya kufa hautapotea. Wako watu wanajua kwamba nikifa napotea kama mnyama. Kama ambapo unaweza kula nyama ya ndege, ya kuku, ya samaki ikapotea, ndipo na mwanadamu atakapozikwa ataoza, atapotea. Nataka nikwambie ipo tofauti. Mwanadamu anaishi milele. Kila mmoja ataishi milele. Jamani, haleluya. Kwa maneno haya kila mmoja ataishi milele. Naomba ondoke na neno hili, utaishi milele. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Baada ya kufa kuna muendelezo wa maisha mengine. Hata kama leo unaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Utaokoka mara nyingi na vifo. Utaokoka na majanga mengi ya vifo. Lakini siku moja utalala mauti. Na ukilala mauti hautakuwa mwisho wako. Kuna maisha mengine. Jamani, haleluya. Tuangalie kweli ya pili. Ukweli wa pili, mwisho huo utakuwa, anasema hatima baada ya kifo ni maisha ya milele. Hatima, yani utapofikia hatima yako ya mwisho, utafungua ukurasa mwingine wa maisha mengine ya milele. Maisha haya ya milele kila mmoja ataishi. Iwe ulitenda dhambi au kutenda dhambi, kila mmoja ataishi. Jamani, haleluya. Maisha ya milele kila mmoja ataishi. Na maisha haya ya milele yatakuwa ya aina mbili tofauti. Aina hizi mbili tofauti, mpendwa, nataka nikushauri, ni vema uzingatie leo, unisikilize kwa umakini. Maisha haya yapo, lakini maisha haya ni ya aina mbili tofauti. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Biblia inatuonyesha hapa, tajiri akiwa duniani alikuwa na maisha yake, na maskini akiwa duniani alikuwa na maisha yake. Na watu hawa walikuwa na mahusiano tofauti na Mungu. Mmoja alikuwa na ushirika na Mungu na mwingine alikuwa hana ushirika na Mungu. Na watu hawa, mmoja alifanikiwa sana duniani na mwingine hakufanikiwa sana duniani. Lakini wote walikutana na mauti. Jamani, haleluya. Walipokutana na mauti, mmoja huyu akajikuta yuko kifuani kwa baba Ibrahimu. Na wa pili akajikuta kufumwa na kumbua, yuko mahali pa mateso. Yuko mahali pa mateso. Wapendwa, maisha baada ya kifo yana aina mbili. Hakuna aina tatu. Yana aina mbili. Kuna maisha ya kuwa mahali pa furaha, mahali pa kifuani pa baba Ibrahimu, mahali pasipo na mateso, mahali pasipo na majuto, mahali ambapo kuna amani, mahali ambapo kuna furaha, mahali ambapo kuna mtukuza Mungu wakati wote, usiku na mchana. Lakini kuna maisha mengine ya kwenye kuzimu, kwenye moto. Maisha hayo ni ya huzuni. Halo? Halo? Usingependa kusikia haya. Usingependa kusikia haya. Lakini ukweli maisha haya yapo. Na maisha haya ya aina ya pili, hakuna mtu anaweza kukuchagulia. Hakuna mtu wa kukuchagulia. Hakuna maombi ya kubatilisha. Hakuna sala ya kubatilisha. Zipo hadithi nyingi duniani kwamba inawezekana ukaishi upendavyo, ukafanya upendavyo, lakini baada ya kufa wewe unapotea. Mambo yote yanasahaulika. Ndugu yangu, hakuna jambo litasahaulika. Amen. Jamani, ameni. Amen. Yote yametunzwa kwenye kumbukumbu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo kinasema kitabu kikafunuliwa. Mambo yameandikwa yote. Jamani, haleluya. Wako watu wanaodhani
ukishakufa, mama yake Yesu ukimwamini tu, siku umekufa utakwenda mpaka kwenye lango, utakutana na mama yake Yesu amekaa karibu na lango, atakupeleka kwa mwanae. Haijalishi uliishi maisha gani, lakini maadamu unamjua mama yake na umekuwa ukizungumza naye na kumwomba mara kwa mara, mama yake atakupeleka kwa Yesu. Na Yesu anamsikiliza sana mama yake, na mama yake atamwambia muingize peponi, muingize mahali pema, muingize paradiso. Na Yesu anamsikiliza mama yake. Halo, wewe unaingia uzimani. Hizo ni hadithi. Halo, nasema hizo ni nini? Hizo ni hadithi. Mama yake Yesu hautamkuta mlangoni. Hautamkuta mlangoni mama yake Yesu. Hizo ni hadithi za mchana. Halo, amen. Halo, nisikilize. Biblia inasema mtu baada ya kifo ni hukumu. Unapokuwa kwenye leli ile ya mauti, unapoondoka mahali hapa, moja kwa moja matendo yako yanakupeleka unapostahili. Hakuna kushuka. Hakuna mwambie hapa nimekosea Bwana samahani nabadilisha. Haiwezekani. Ndugu yangu, haya yanafanyika duniani. Siku moja natoka Kariakoo, narudi nyumbani, niko kwenye daladala, dereva anasinzia. Nikamwambia, dereva unasinzia? Akasema niseme dogo, kweli nimechoka. Rafiki yangu alikuwa mtu mzima kidogo. Nimechoka. Nikamwambia umesinzia sasa, kwa nini unakuwa hivyo? Halafu anakanyaga kweli kweli. Unajua, nilifika mahali nikasema Mungu nisaidie. Kidogo tunamsemesha mara anasinzia. Baada tunagusa zile capstone za pembeni, nikaona huyu anatishia maisha. Jamani, haleluya. Nikaona bora kushuka. Sijawaambia wenzangu, sijui walimalizaje safari. Siku nyingine natoka Tegeta na kuja nyumbani, dereva pia alikuwa anasinzia. Jamani, amina. Nikamwambia dereva, unasinzia? Akasema hamna, alikuwa mbishi kijana mdogo. Ukweli nilishuka kituo kabla, nikamwambia konda, dereva wako anasinzia. Akasema nimemwambia muda mrefu kwamba wewe unasinzia. Jamani, haleluya. Anasinzia dereva. Nilikuwa naiona hatari. Nilikuwa na uwezo wa kushuka, na nilishuka nikaepuka kifo. Jamani, haleluya. Japo siku moja nitakufa. Jamani, haleluya. Lakini nataka nikwambie, kwa safari ya kwenda mbinguni ni kama mtu uliyepanda kwenye ndege. Ndege juzi imeua watu wengi, amepona mmoja, zaidi ya 200. Nataka nikwambie, huwezi kumwambia samahani naomba nishushe hapo hapo. Huwezi kumwambia Bwana samahani mimi nimegairi safari ukiwa angani. Ndege itakupeleka kama rubani anavyoelekeza mpaka itakapofika mwisho wake. Jamani, amina. Haiwezekani kumwambia nimefika mwisho. Ndivyo kilipo kifo. Utakapokufa tu, hukumu hii hapa. Wakwenda jehanamu na kwenda, wakwenda uzimani na kwenda. Hakuna kuchagua. Matendo yako yanakuonyesha kwamba safari yako ni wapi. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wapendwa, kuna maisha ya aina ngapi? Aina mbili. Maisha haya unachagua leo. Yesu akasema tukimwamini yeye tutakuwa na uzima. Tukimwamini yeye tutaepuka hukumu ya adhabu. Biblia inasema hao walio katika Kristo Yesu, wanaomwamini yeye wamepita kutoka hukumuni na kuingia uzimani. Jamani, haleluya. Unapomwamini Yesu unaepuka mauti hii ya pili. Unapomwamini Yesu unaepuka kuingia kwenye mahali pa adhabu, mahali pa mateso. Wakati wa kuamini Yesu ni sasa, sio kesho. Jamani, haleluya. Ni sasa. Ukiingia kwenye chombo kile cha mauti, hakuna kusema nimegairi, leo natubu, leo natengeneza. Hakuna. Jamani, amina. Ukisha kanyaga tu ndio safari. Leo una muda. Na kama mimi siwaambia nimeshuka, niliepuka kile kifo. Uongo kweli? Uongo kweli? Niliepuka mpaka leo nipo. Lakini nataka nikwambie, siku ile nilikuwa na uwezo wa kugairi. Naona hii ni hatari. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Lakini siku ikifika unapokufa, huwezi ukaenda kule mbinguni kama ukufanya maamuzi leo. Maamuzi haya unafanya sasa, wala si kwa kufanywa na mtu, wala sio kwa sala. Ni leo unapoamua kwamba mimi naamua kuchagua maisha ya kwenda mbinguni.
Na mbinguni nawaambia washirika wangu hapa, hakuna mtu ataingia mbinguni kwa kubahatisha. Hakuna mtu ataingia mbinguni kwa bahati nasibu. Mbinguni wanaingia watu ambao wameamua kwamba mimi naamua kwenda mbinguni. Mimi naamua kuacha mambo haya. Mimi naamua kumfuata Yesu na mkataa shetani mambo yake na kazi zake. Nimechagua kwenda mbinguni. Jamani, haleluya. Bibi yangu huyo alichagua kwenda mbinguni. Hata wakati wa mvua alikuwa anakuja huko kanisani, pamoja na utelezi, pamoja na uzee wake, anakuja kanisani. Na kulitokea ugomvi mpaka na mwanae, mama, mazingira haya sio. Hata wakati amechoka anatamani aje kanisani. Jamani, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu amechagua kwamba mimi nataka mwisho wangu ukawe mwisho wenye heri, ukawe mwisho wenye baraka, na mwishoni nikaishi pamoja na Lazaro, nikaishi pamoja na Lazaro kwenye kifua cha baba Ibrahimu. Nisitaki moto, sitaki mahali pa mateso, sitaki mahali pa taabu. Alikuwa na ufahamu wa kutosha. Jamani, haleluya. Natamani na wewe uwe na ufahamu wa kutosha. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka watu hao wote walikufa, lakini maisha ya mbinguni yakawa tofauti. Maisha ya umilele yakawa tofauti. Jamani, haleluya. Ukweli ni kwamba hatima yetu sisi sote ya umilele inajengwa leo wala sio kesho. Usipoteze muda wako kwamba kuna watu watatoa sadaka, kuna watu wataniombea sana, na kuna sala zitafanyika. Nataka nikwambie hazitabadilisha chochote. Hazitabadilisha chochote. Usipoteze muda wako. Maamuzi yako ni sasa kwamba leo naamua kwenda mbinguni. Nataka siku moja mwisho wa hatima yangu nikamwone Mungu. Haleluya. Haleluya. Jana nilikuwa na mtu anasema, hivi baba, wale watu waliokuwa kwenye ndege waliokufa lakini wakaamua kutubu wakati ule, wanakwenda mbinguni? Jamani, haleluya. Wapendo, haleluya. Nikawaambia wanakwenda mbinguni maadamu wamepata neema hiyo ya kutubu, na kifo chao ni kizuri kwa sababu wanaona ndege ikihangaika na wanajua huu ndio mwisho umefika. Wanasema, Mungu naomba nirehemu. Nikasema lakini kuna wengine wanakufa vibaya, hawana hata muda wa maandalizi, ni papa kifo. Haleluya. Wapendo, haleluya. Yaani kufumba na kufumbua tayari amefumba macho. Nikasema hawa wanakufa vibaya. Hawa hawana muda wa matengenezo. Hawa hawana muda wa toba. Lakini wale walikuwa na muda wa toba. Ni kama mwivi pale msalabani alitengeneza, na Yesu akamhakikishia tutakuwa pamoja. Jamani, haleluya. Wapendo, haleluya. Wapendo, haleluya. Kuna watu wana neema yao. Mimi sijui kama wewe una neema hiyo. Jamani, amina. Kumbe wakati wa kutengeneza ni sasa. Wala usingoje kesho. Maana hakuna ajuaye mwisho wake. Hakuna anayejua mwisho hata siku moja. Siku moja nimenusurika kupata mwisho, lakini Mungu akaniokoa. Niko na jamaa zangu wanaambia twende brother, twende tukapande gari, tuondoke wote. Nikamwambia sawa. Nimefika kama hapo mlangoni, nikamwambia wapendwa, naomba tangulieni, tutakuja baadaye. Nitakuja baadaye. Walikuwa na bashasha, walikuwa wamefurahi, tulikuwa mahali tuko site, wanacheka. Na dereva alikuwa na misele, kuna namna anaendesha. Yaani walikuwa na mbwembwe nyingi za ujana. Nataka nikwambie nusu saa ilipita, napigiwa simu na daktari wa Muhimbili. Ananiambia, mchungaji uko hapo? Nikamwambia ndio. Anasema kuna jamaa walikuwa na gari hapo. Ndio. Wamefariki au jamani? Nikamwambia hapana, nilikuwa nao sasa hivi. Jamani, amina. Akasema wamefariki wote. Ndipo nilipopanda gari, nilikuwa na keri yangu, nikaondoka. Na vijana nawaambia wenzangu, nasema hamna, sio kweli. Wao umetoka sasa hivi? Nikamwambia ndio, naambiwa hivyo na mimi siamini. Lakini nilipofika wamekutana na mwisho. Hakuna ajuaye mwisho. Yaani kaanza kukumbuka bashasha zao. Jinsi walivyokuwa na zile shamla pale site. Jinsi walivyokuwa na furahi, jinsi walivyokuwa wanapiga kelele, oya. Yaani ile oya wamenyamaza kimya. Walikuwa na visuali kaptula fulani vya jinsi vimechafuka, wanafanya kazi. Na visuali vyao na vikoti vyao vya kazi, nikashangaa wanawarudisha, wanawapanga kwenye keri nyuma mili. Sasa hawezi kusema hoya. Sasa hawezi kufanya bashasha tena, lakini wamefika mwisho. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikiangalia hapo mahali ni lami imenyoka. Hakuna mlima, hakuna mteremko.
Nauliza swali, imekuwaje? Wanasema hatujui hata sisi. Wao ndio wanajua marehemu. Utakutana na mwisho ghafla. Hautakuwa na toba. Ni hali kutengeneza leo. Ukamwambia Yesu, nachagua kukuamini leo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninamkataa shetani na mambo yake na kufuata wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Chagua leo kumfuata Yesu. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Jambo la pili, la tatu. Kuna tofauti ya mahali katika umilele. Pana mahali pa faraja ambapo ni kifuani kwa baba Ibrahimu, na pana mahali pa mateso ambako ni jehanamu. Nimeshaelezea maneno haya kwamba uchaguzi ni sasa. Mahali hapa pamewekwa kwa mujibu wa uhusiano wetu na Mungu. Namna gani ulikuwa na uhusiano na Mungu? Kama ulikuwa na uhusiano dhaifu, kuna mahali unakwenda. Kama ulikuwa na uhusiano thabiti, kuna mahali unaelekea. Mpendwa, ni heri kuchagua leo kuwa na mahusiano yako mazuri na Mungu wako, ili ukawe na heri kesho, ukaishi mahali pema peponi pamoja na Mungu wako. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Kuna mahali utaenda kuishi, na mahali hapo utakapoenda kuishi, chagua leo, na hakuna mtu akuchagulia. Jamani, haleluya. Wewe luka ulukavyo, kumbuka kwamba siku moja utakuwa na hatima, na hatima hiyo itakupeleka kwenye maisha ya aina hizo mbili. Luka, cheza, fanya shamla zote, lakini mwisho wako una hatima yake, na hatima hiyo utafanya uchaguzi. Jamani, haleluya. Na uchaguzi huo unachagua sasa. Usipochagua, wewe unaelekea mahali pa mateso moja kwa moja. Nimewaambia hapa, hakuna mtu ataingia mbinguni kwa kubahatisha. Hakuna, na nataka nitangaze tena, hakuna atakayeingia kwa kubahatisha. Kwa bahati nzuri nimeingia mbinguni. Hiyo haipo. Wanaingia kule waliochagua. Na Yesu akasema ziko njia mbele yenu mbili, ya uzima na ya mauti. Chagueni uzima. Jamani, haleluya. Uchaguzi ni sasa, wala sio kesho. Nataka nikwambie, ni kama kwenye ndege, utafika mahali hakuna kushuka. Halo? Halo? Hakuna kushuka. Nimalizie jambo la 4. Maombi na majuto hayawezi kubatilisha kitu baada ya kifo. Maombi na majuto hayawezi kubadilisha kitu baada ya kifo. Tunajifunza kwa tajiri. Mstari wa 27 mpaka wa 31 unasema hivi. 27 anasema hivi. Akasema, basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa nao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata na mtu akifufuka kutoka kwa wafu. Maneno haya wapendwa, yanatukumbusha huyu baba alikuwa na maombi mengi. Yeye ameshatumbukia, yupo kule Simoni kwenye moto. Hii hadithi anatusimulia Yesu ya mambo ya huko. Halo? Wapendwa, tuko pamoja? Anasema huyu jamaa ameshafika kule, hakuna maombi yanaweza kumbadilisha. Sasa ana maombi maalum kwamba naomba kwa ajili ya ndugu zangu 5 wanaojifurahisha kule duniani, ambao wameona hawajui kwamba kuna umilele, hawajui kwamba kuna maisha mengine baada ya kifo. Wao wanakula, wanakunywa, wanaendelea na anasa. Naomba ndugu yangu Lazaro aende duniani akawashuhudie, ili wasije hapa. Alikuwa na maombi mazuri sana, maombi ya ungwana, maombi ya mtu anayejali, anawaombea. Jamani, amina. Wapendwa, amina. Inawezekana hata wewe kuna watu wanakuombea. Jamani, naomba atumwe hata mtu akamshuhudia mtu fulani. Lakini Yesu kule anasema, ndugu yangu, huko na kina mchungaji Tweve wako huko wanahubiri. Hata sasa hivi wako msibani wanasikia maneno haya. Hata akitoka mtu kuja huku akaenda duniani, hawatamsikiliza. Watasema huyu ni msukule.
watasema huu ni mzimu, watasema hili ni jini, hawatasikiliza. Kwa nini? Kwa sababu wana mioyo migumu. Lakini mimi nataka nikwambie jioni ya leo na mchana wa leo, usiwe na moyo mgumu, mtu wa Mungu. Fanya haraka kuamini kwamba mbingu ipo kwa ajili yako, na Yesu anakungoja wewe. Anatamani ufanye maamuzi ya dhati, ili utakapofika wakati wa mwisho kama huu, akupokee na ukawe kifuani. Hiyo ni shauku ya Yesu. Hayo ni maombi ya Yesu. Jamani, haleluya. Na Yesu anasema na wewe kwa sauti hii, natamani ufanye maamuzi haya. Jamani, amina. Fanya maamuzi haya. Tunaelekezana, tunafundishana, tunakumbushana. Wapendwa, watu wengi wanasahau kwamba kuna maisha baada ya kifo. Leo natangaza kuna maisha mengine baada ya haya. Na maisha hayo leo puuza, lakini siku moja umeingia kule, dakika 1-2 zitabadilisha maamuzi yako. Utaanza kuwa na maombi kama ya tajiri. Unatamani kwamba unyweshwe hata kidole. Yani yule jamaa achove maji, achove kidogo, akamlambisha hata kwenye ulimi. Mtu aliyemdharau kwenye maisha haya atatamani, lakini nafasi hiyo itakuwa haipo. Ukipuuzia leo neno hili, nataka nikwambie utajutia milele. Fanya maamuzi ya dhati. Amua kutengeneza. Wengine tunaishi maisha ya kienyeji, kana kwamba kesho haipo, kana kwamba mauti haipo. Nataka nikwambie utakutana na mauti ghafla. Nimekwambia Mungu ameniepusha mimi, ameniokoa mara kadhaa, lakini nataka nikwambie siku moja nitakufa. Jamani, amina. Hata wewe siku moja utakufa. Hakuna mwanamke wala mwanamume ataishi milele. Wote tutakufa. Na tukifa tutakutana na hatima hii za aina mbili: kuishi milele na Mungu au kuishi jehanamu, kuzimu. Jamani, amina. Mahali pa mateso, mahali pa shida. Naomba nimalizie maneno haya kwamba Mungu anatupenda na Mungu anatujali. Amelituma neno hili ili leo tufanye maamuzi ya dhati kabisa. Tukio hili ni la heshima kabisa. Tunashuhudia maisha ya ushindi wa bibi yetu. Natamani kabisa kwamba kifo hiki cha bibi, mauti ya bibi, iwe ni historia ya maisha yako wewe kumpa Yesu maisha. Iwe ni historia siku ambayo ulifanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Nisikilize mpendwa, nimalizie kwa ushuhuda huu. Nilikuwa Mkristo tangu nilipozaliwa, na nilibahatika kuisoma Biblia na kuimaliza katika Ukristo wangu. Nisilitaje dhehebu langu kwa sababu ni lako pia. Jamani, haleluya. Lakini sikuwa naamini neno Biblia. Nilisoma Biblia kama kitabu vingine, na sikuwa naamini kwamba Yesu ni halisi. Sikuwa naamini kwamba Yesu anaweza. Sikuwa naamini kwamba Yesu ana nguvu. Sikuwa naamini kwamba ukiamini neno hili linafanya kazi kwenye maisha. Sikuwa naamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni Mkristo, naenda kanisani, lakini sikuwa naamini hata kwamba kuna miujiza. Na miujiza mingi ya Yesu nimesoma. Lakini nilipomwamini Yesu, nilipoamini neno, ilibadilisha historia yangu, ikabadilisha maisha yangu, ikabadilisha kufikiri kwangu. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Nimesimama mbele yenu na ujasiri kwamba Yesu ni halisi, na Mungu ni halisi, na mbingu ni halisi, na jehanamu ni halisi. Habari zinazosemwa hapa sio za kufikirika, zipo na halisi. Ni heri kufanya maamuzi leo. Jamani, haleluya. Nilishuhudia kwa macho yangu. Nilikuwa nasema walokole ni waongo, walokole ni wasanii, lakini nilishuhudia mara moja mtu akisimama mbele yangu, kiwete akisimama. Tangu siku hiyo ndipo nilipoamini kwamba kuna nguvu za Mungu. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Na mara nilipoamini, wakati huo naamini niko na demu wangu. Wewe msema demu. Sasa watu wa siku hizi mnaanza msielewa. Niko na demu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Niko na demu. Nimeamini, nikaamua kuokoka. Nikakimbia mbele kuokoka. Nikasema kumbe Yesu anaweza. Na demu wangu naye akakimbia fanyeje? Kuokoka. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Unajua siku ile ilikuwa ni siku ya kushangaza. Demu wangu akaokoka na mimi nikaokoka. Wanapiga maombi, demu wangu kumbe mchawi. Akaanguka na mapepo pale pale.
Alipoanguka pale, mapepo yakaanza kujidhihirisha. Sasa hivi kumbe nilikuwa na demu mchawi. Bwana Yesu msaidie sana. Hilo likaniongezea hasira za kutembea na Yesu. Sikiliza, ilibadilisha historia yangu. Na nikamwambia Bwana, sasa tumeokoka, tunaachana au vipi? Tunaachana. Kila mmoja asonge na Yesu huku na mwenzangu huku. Jamani, haleluya. Nikamshika Yesu mpaka leo. Nataka nikwambie, nimemwona Yesu kwenye maisha yangu. Nimemwona Yesu kwenye maisha yangu. Na ninasema neno hili ni halisi. Biblia ni halisi. Jamani, hapana. Biblia ni halisi. Na nataka nikwambie wapendwa, maisha ya umilele baada ya kifo ni halisi. Na ni aina hizi mbili. Usije ukasema mimi sikujua. Nataka nikwambie mbingu zitasema. Mchungaji Tweve alikuelekeza. Kuna maisha aina ngapi? Ni heri kuchagua leo na ukatembea katika njia ya watu waliofanya maamuzi haya. Fanya maamuzi sasa. Ni wakati wako. Mungu atubariki. Asante kwa muda wako. Naomba sasa tusimame tuombe. Kwa maneno haya, ikiwa ni mengi au ni machache, kuna jambo Mungu amesema na wewe. Kuna jambo Mungu amesema na wewe. Mungu amekukumbusha jambo la muhimu. Tupo katika huzuni, ni kweli. Lakini neno hili la huzuni linatukumbusha kwamba kuna kifo. Nilizaliwa ni kweli, nikazaa ni kweli, lakini kuna siku nitakufa. Ndivyo ninavyoshuhudia. Mama yangu huyu alizaa ni kweli, alizaliwa ni kweli, akazaa ni kweli, akaishi maisha mbalimbali ni kweli, lakini leo amefika mwisho. Mwisho wake ni mwanzo wa maisha mengine. Mwisho wako utakuwa ni mwanzo wa maisha mengine. Wapendwa, tuna nafasi ya kuchagua ule mwisho. Kuna nafasi ya kuchagua kwamba nataka nikaishi maisha ya milele na Mungu au nikaishi maisha ya milele mahali pa mateso. Maisha haya wapendwa ni halisi. Usije ukasema ni mambo ya kufikirika. Na nimekuthibitishia kwamba neno la Mungu ni halisi na ni la kweli. Nimelithibitisha hivyo. Na nakuthibitishia, mbingu zinasema kuna mahali pa mateso. Kuna kweli, kuna mahali pa mateso. Kuna mahali pa raha, ni kweli kuna mahali pa raha. Tena wa leo tukiwa mahali hapa, tukiwa na majonzi ya kuondokana na mpendo wetu, lakini tuna nafasi ya kufanya maamuzi sahihi ya kumpendeza Mungu. Jambo hili likawe tukio la kutukumbusha kwamba siku moja nitakuwa na mwisho kama huu. Itakuwa ni ghafla au itakuwa na maandalizi. Nitajua kwamba nakufa. Nitajua kwamba nitapoteza maisha. Inawezekana kabisa leo ukafanya maamuzi ya kutengeneza maisha yako. Natamani asubuhi mchana wa leo nikupe nafasi mpendwa ya kutafakari kwa upya na kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua kuishi milele kifuani pa baba Ibrahim, kuishi milele paradiso pamoja na Yesu. Yesu akasema, tazama na kwenda kuandalia makao ili mimi nilipo na ninyi muwepo. Yesu ameenda kuandaa makao kwa ajili yetu. Anatamani yeye alipo na wewe uwepo. Inawezekana huko hapa mpendwa, nasema natamani alipo Yesu na mimi niwepo. Una nafasi ya kuchagua leo. Kama utachagua, umechagua mahali pabaya. Na kama unachagua, umechagua mahali pema. Yesu yuko hapa, una uchaguzi. Na una nafasi ya kipekee. Una nafasi ya upendeleo. Bado ungali hai, una nafasi ya kutengeneza. Una nafasi ya kutengeneza. Mimi sijui umebakiza siku ngapi. Hata wewe ujui kwamba umebakiza siku ngapi. Lakini tuna nafasi ya kutengeneza. Inawezekana kwa hapa unasema, mchungaji usiniache, nataka kutengeneza. Kwa imani, tukiwa tumefunika macho wote. Tukiwa tumefunika macho wote. Hata ukiwa kule nje unanisikiliza, ukiwa umefunika macho yako, fanya maamuzi. Tafakari. Hivi nikizima leo, hivi nikifika mwisho leo, leo ile leo itaniongoza moja kwa moja mbinguni, paradiso kwa Yesu,
au ile reli itanipeleka moja kwa moja mahali pa mateso alipoenda huyu baba tajiri. Bila shaka hakuna mtu anapenda kwenda kwenye ile reli aliyoelekea baba tajiri. Kila mmoja anatamani aende kule alikoelekea yule baba maskini. Na wala umaskini wako sio tiketi ya kwenda mbinguni. Wala utajiri wako sio tiketi ya kwenda jehanamu. Nataka nibatilishe hilo mpendwa. Ni maamuzi na kuamua kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwamba leo nachagua kumwishia Mungu. Bibi alimwishia Mungu. Unaweza kumpa heshima hii na wewe leo. Kwamba na mimi nachagua kumwishia Mungu kama alivyomwishia Mungu bibi yangu. Inawezekana uko hapa unataka kufanya maamuzi. Naomba nikupe nafasi hii. Tukiwa tumefunika macho wote kwa heshima, inua mkono wako pale ulipo. Inua mkono wako pale ulipo, usiogope. Usiogope. Siku ile hautakuwa na mtu. Hautakuwa na mtu. Ni utajikuta uko mahali tu unaelekea. Kufumba na kufumbua, utajikuta uko mahali kama huyu baba tajiri. Alipofumbua akajikuta yuko mahali ambapo si sahihi. Na huo ulikuwa ni uchaguzi wake. Kufumba na kufumbua, kijana yule maskini Lazaro anapofumbua anajikuta anaamkia kifuani kwa baba Ibrahimu. Tamani uwe mmoja miongoni mwa watu ambao watajikuta wako paradiso. Kuna wanawake wanafanya maamuzi. Naona wanawake wanafanya maamuzi. Asante, usiogope. Inua mkono wako kwa nguvu. Asante kwa mkono huo. Asante kwa mikono hiyo. Asante kwa mikono hiyo. Kuna watu wanafanya maamuzi na kungoja wewe unayetaka kufanya maamuzi. Asante sana. Naomba kanisa zima na watu wote popote ulipo, ukiwa umefunika macho yako, sema maneno haya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Kumbe ni kweli. Kumbe ni kweli. Kuna maisha ya umilele baada ya kifo. Kuna maisha ya umilele baada ya kifo. Na leo nikiwa hai nina fursa ya kufanya uchaguzi. Yesu. Yesu. Kwa moyo wangu wa dhati. Nafanya uchaguzi. Nafanya maamuzi. Ya kuishi na wewe milele. Yesu. Ninaomba. Unisamehe makosa yangu yote. Nisamehe dhambi zangu zote. Nilizowahi kufanya. Kwa kuwaza. Kwa kunena. Hata kwa kutenda. Yesu. Naomba unisamehe. Leo kwa kinywa changu ninakukiri kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu, nipe roho wako. Anifundishe kuishi kwa hekima na kukupendeza wewe chini ya jua. Yesu, niponye nafsi yangu. Niokoe leo na unifundishe nikupendeze wewe katika maisha yangu. Katika jina lako Yesu, ninajikabidhi mikononi mwako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Naomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Yesu, asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunipokea. Katika jina la Yesu, nimeokoka na nitamfuata Yesu. Tangu sasa. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante Baba kwa ajili ya wanaume na wanawake hawa ambao wamesikia neno hili na kwa imani wametii, na kwa imani wamefanya maamuzi, na kwa imani wamegeuka, na kwa imani wanaamua kuacha njia zao mbaya. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako. Naomba neema yako Mungu iambatane na maisha yao. Roho wako Mtakatifu awe pamoja nao. Awafundishe Baba kukataa ubaya na kukufuata wewe na kuishi kwa hekima na kupendeza wewe katika maisha yao. Katika jina la Yesu, ninakemea kila roho za uharibifu. Ninakemea kila mawazo ya kutangatanga. Yashindwe katika jina la Yesu Kristo. Wape msimamo wakatembee na kutembea katika kweli yako. Baba, ninawabariki watu hawa. Naomba neema yako na utukufu wako uambatane na maisha yao. Ni katika jina la Yesu Baba nimeomba na kushukuru. Amen. Amen.